basi unamtukuza. Nyosha mkono wako tumwabudu Bwana. Wewe ni Mungu na hayupo mwingine. Tunalihimidi na kulitukuza jina lako Yehova. Asante tena kwa ajili ya muda na saa hii Bwana, iliyopata kibali machoni pako Mfalme, ili wana wako tuje kujisikilisha neno lako la uzima. Sema na mimi, sema na watumishi wako Bwana. Sema na mkutano huu sawasawa na kusudi lako Bwana, kwa sababu vitu vyote vilianzia kwako na vinaishia kwako, na wewe ndiwe muasisi wa kila kitu Bwana. Tunaomba ujidhihirishe katika mkutano huu kwa namna ya pekee ambayo haijawahi kutokea Bwana. Tuone mkono wako, tuone uwezo wako. Fungua masikio yetu Bwana ya ndani, yasikie na kupokea kile ulichokiandaa kwa ajili yetu Mfalme, ili tuweze kukaa chini ya meza yako na kujifunza neno lako la uzima. Sema na watu wako Bwana. Njoo Roho Mtakatifu utufundishe. Njoo Roho Mtakatifu jidhihirishe. Sifa na utukufu tukurudishie wewe, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya tena. Sijaona mikono ya furaha kwa Bwana Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena siku yetu ya 3. Tunapoendelea kutafakari juu ya kuwepo kwetu. Kwa nini nipo? Kwa nini upo? Na kwa nini Mungu alikuweka duniani? Hujawahi kupiga picha ukaangalia ni kwa nini hata umesalia baada ya misukosuko mingi?
Yaani ujiulize tu mambo mangapi yamepita. Yamepita magonjwa ya kutisha, yamepita mambo mazito ambayo huwezi kuelewa, na wakati mwingine umesafiri na watu wamekufa, wewe umebaki. Liko kusudi ambalo Mungu amekuachia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo kusudi ni lazima uliishi, na usipoliishi bado litapiga kelele kwenye moyo wako, kwa sababu Mungu hajamleta mtu duniani kwa bahati mbaya. Hakuna aliyepo duniani asiye na sababu ya kuwepo. Upo kwa sababu iko sababu ya wewe kuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya tena, haleluya tena. Haupo kwa bahati mbaya, lakini upo kwa sababu aliyekuleta duniani ana mpango na wewe. Hajamalizana na wewe. Angekuwa amemalizana na wewe usingekuwepo, wala mimi nisingekuwepo. Hakuna ambaye angebaki ikiwa Mungu hajamalizana naye. Mungu analo kusudi kwenye maisha yako, ni lazima uliangalie. Kuishi bila kusudi la Mungu, maisha yanakuwa hayana maana. Kuishi bila kusudi ya Mungu ni kupoteza mwelekeo na malengo ya kuwepo kwako. Ni kuishi bila kusudi la Mungu, maana yake haujagundua ya kwamba rehema za Mungu ziko juu yako. Maana yake Mungu amekuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai wa kwanza mstari ule wa 16. Mstari ule wa 16 nasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, na vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumba kwa ajili yake na kwa njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumepita katika siku mbili hizi tukiangalizana juu ya kuliishi kusudi la Mungu, kutambua ya kwamba ni neema na rehema za Mungu tu, kwamba mimi na wewe tuko hai, sio kwa uzuri wetu, sio kwa matendo yetu, sio kwa sababu sisi ni wema, lakini kwa sababu Mungu aliyetuleta duniani bado ana mpango na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, Bwana ana mpango na wewe. Mwambie acha kujisahaulisha. Bwana ana kusudi na maisha yako. Mwambie Bwana ana kusudi na maisha yako. Angalia unavyoenenda, kwa sababu Mungu hakukuleta kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Anasema vitu vyote duniani, hakuna kilichoanza bila yeye na hakuna kilichopo bila yeye, lakini kipo kwa sababu yeye alitaka kiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa njia yake. Ni yeye aliyesababisha viwepo, na kama sio yeye hakuna kitu ambacho kingekuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nataka tupitie faida za kuishi kusudi la Mungu, au faida za kuwepo katika unapoishi kusudi la Mungu. Nimeainisha ziko faida kadhaa, nafikiri faida 6. Bwana Yesu asifiwe. Tupitie faida za kujua kusudi la Mungu. Maana ukiishi bila kujua kusudi la Mungu, maana yake maisha yanakuwa hayana maana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kujua kusudi la Mungu kwako kuna kufanya uwe kiumbe kipya na kuanza maisha mapya ukiongozwa na kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake mara tu unapokubali kuanza kujua kusudi la Mungu, maana yake umetoa maisha yako
maana yake umeokolewa, maisha yanabadilika, ukurasa unabadilika na unaanza maisha mapya ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake unachokifanya sio wewe tena, ni Kristo aishie ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake unaishi ndani ya Kristo na Kristo ndani yako. Kwa hiyo ufanyacho chochote kinabadilishwa na kutawaliwa na Mungu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unaanza safari ya kuwa mwana wa Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako, na hiyo ni baraka kubwa ambayo watu wengi hawajafaulu kuijua. Ni siri ya pekee, maana unapoongozwa na Roho Mtakatifu, maana yake unatimiza kusudi la Mungu na unafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu peke yake. Huwezi kwenda vile, lakini ukiishi kinyume na hapo, maana yake huwezi kutimiza, lakini unaanza maisha mapya. Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 14 anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Na ukisoma Warumi sura ya 8 mstari wa 9 pia anasema, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Unakuwa ndani ya Kristo na yeye anakuwa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni heshima ya namna gani Mungu anayotupa ya kwamba sisi tuitwe wanaye, lakini tuwe ndani yake na yeye awe ndani yetu. Maana yake sisi sio wa kawaida tena. Hatuwezi kufananishwa na mtu yeyote, hatuwezi kulinganishwa na kitu chochote, kwa sababu maisha yetu yanakuwa mapya ndani ya Kristo, tukimsikiliza yeye, tukikaa chini ya miguu yake atufundishe na kutuongoza. Kwa hiyo maisha yanabadilika. Ukiona mtu maisha hayajabadilika, ujue huyo hajaishi kusudi la Bwana. Lakini anayeishi kusudi la Bwana, maisha yake yamebadilika, yanakuwa mapya na anaanza safari ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kujua kusudi la kuwepo kwako huleta maana, kwa kuwa anasema kwa kuwa maana tumeumbwa tuwe na maana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kuumba mtu uhohehahe. Amen. Hajawahi kuumba mtu bila utaratibu. Na hata aliyemuumba kamleta, hata angekuwa mlemavu, ameletwa duniani ni kwa kusudi fulani. Hilo kusudi lisipotimia, haondoki yule mlemavu, utakaa naye tu. Wakati mwingine Mungu anakufundisha kitu, jina la Bwana libarikiwe, na anakunyenyekeza ili ujue yeye ni Bwana na hakuna mwingine chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Wala usinungunike na kulalamika, kwa sababu huyo mlemavu amekusudiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka hadithi ya yule bwana tunayoisoma mara kwa mara, ambayo huyu bwana alizaliwa kipofu. Si mnajua habari yake? Alizaliwa kipofu, na ikafika mahali Yesu kwa huduma yake akamponya. Na alipomponya, wanafunzi wakamuuliza maswali, ilikuwaje? Akasema huyu mtu sio yeye, sio wazazi wake, hakuna aliye na hatia, lakini ili utukufu wa Mungu ufanye, ili Mungu jina lake lifanye litukuzwe. Kwa hiyo kila kitu amekifanya. Ndio maana anasema tuliumbwa ili tuwe na maana. Maana yake kuwepo kwako lazima kuwe na maana. Wewe ni mtu uliyeheshimiwa sana na Mungu. Ile maana ukiitunza ndani yako, Mungu anafanyika baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 anasema, maana tu kazi yake. Sikiliza, wewe ni kazi ya Bwana. Tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kazi yake.
Mungu alituumba ili tutende matendo mema na tuishi na hayo. Ukiona mtu hawezi kutenda matendo mema, huyo mtu hajawahi kuishi kusudi la Bwana, kwa sababu dalili ya kwamba unaishi kusudi la Bwana ni matendo mema unayoyatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi umewatendea mema? Wangapi umewatendea mema? Unajua kuna wakati mwingine Mungu anakuletea tu mtu, watu wengine wamepokea malaika bila hata kujua, ili Mungu athibitishe ya kwamba huyo ni mtoto wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Usimdharau hata kama ni kichaa, usimdharau hata kama ni mtu mwenda wazimu, hata kama ni mchafu kiasi gani. Ukiona amekuja, Mungu yuko anapima moyo wako, anataka aone matendo yako mema, ya kwamba unamtumikia Mungu aliye mwaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Baba mmoja wakati fulani alikuwa anaomba sana, na aliomba mpaka akafika mahali Mungu akamwambia, alitamani sana muone Mungu. Mungu akamwambia, jiandae, ninakuja. Akasema, ujitayarishe, ninakuja, nitakuja mwenyewe. Na yule bwana akaandaa mazingira vizuri. Sikiliza, saa ile ilipofika, saa kamili ya Mungu ilipofika, akaja kichaa. Jamaa akakasirika. Asema, sasa tunaona huyo anakuja kuniondolea upako, mimi namsubiri Mungu mwenyewe anakuja, alafu angalia sasa anachokifanya. Yaani yule jamaa akakasirika, akamuondoa yule kijana, yaani akamfukuza kama anavyofukuza Mungu. Mungu akasubiri, hakuja. Sasa yote akakaa, hajamuona. Akarudi kwenye maombi. Sasa, Mungu ni umenifanyaje? Mungu akamwambia, sikiliza mwanangu, nilikuja saa ile tuliyopatana kamili, na wewe ukanifukuza. Bwana Yesu asifiwe. Matendo mema, unajua matendo mema yanalipa. Matendo mema hayafi. Matendo mema yana matunda. Tenda tu, usiangalie kitu, lakini tenda. Usisubiri baraka, lakini tenda, alafu utashangaa siku usiyojua, siku usiyodhani, Mungu atakulipa mara 100, kwa sababu umejua kuliishi kusudi la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara ngapi Mungu amekusemesha namna ya kutenda matendo mema, lakini umeshindwa? Mara ngapi Mungu amekuletea watu, wakati mwingine watu ambao hawafai kabisa. Mimi namshukuru Mungu, nimeona matukio hayo kule nyumbani, hasa nyakati zile za vita Burundi. Tulipata wageni wengi, na baadhi ya wageni walikuwa hawatamaniki. Walikuwa nakuja, baba akiwa mwenyekiti wa kijiji, halafu wanakuja kwetu. Unafanyaje? Unawatimua? Unafanyaje? Mimi walikuwa akifika, nitatafuta mkasi. Nilikuwa najua kunyoa. Zamani si tunyoa kwa mkasi. Mimi nilikuwa nanyoa na shevu sawa sawa. Sasa nakamata mkasi, amekuja hajaoga, hajafanyaje, nitampiga maji. Nikimaliza kumpiga maji na mkata nywele, nikikata nywele anakaa sawa, na mimi najua natumika kwa Bwana. Sikiliza nikwambie, mtumikie hata huyo ambaye unamuona hafai mbele za Mungu, kwa sababu matendo mema hayafi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio dalili ya kujua huyu ni mtu wa nani, anayeishi kusudi la nani. Lakini ukimkasirikia kichaa, maana yake umemfukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mithali 25 mstari wa 28. Anasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Manake mtu asiyeweza kutawala moyo wake, asiyeweza kutawala maisha yake, asiyeweza kutawala roho yake, ikatenda mema, ikaishi maisha ya utakatifu, hiyo roho ikatiishwa na kupokea matendo mema kwa Bwana, huyo mtu ni sawa na nyumba iliyobomolewa.
mji uliobomolewa hauna hata ukuta mmoja, haukaliki maana yake, ndivyo inavyokuwa kwa mtu ambaye haishi kusudi la Bwana. Tamani uishi kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, kujua kusudi lako hurahisisha maisha. Manake ukilijua kusudi lako, kwa maneno mengine ni kusema unapata hekima na busara za kupambanua ni ya kupasayo kutenda na mambo yasiyokupasa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajilinda, unakuwa na hekima na busara za kujilinda. Katika maneno unajilinda, katika matendo unajilinda, katika kila kitu unajilinda. Na anasema maneno yale katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 18, anasema twajua ya kuwa kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, wala yule mwovu hamgusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kujua kusudi la Mungu linarahisisha maisha, kwa sababu unakuwa na ulinzi, unakuwa na ulinzi wa Mungu mwenyewe. Anasema mtwajua ya kuwa mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, na wala yule mwovu hafanyeje? Hamgusi. Ukiona mtu anasingizia, anasema unajua sio mimi, ni shetani, ni muongo mkubwa. Kwa sababu shetani ulimuona sana. Bwana Yesu asifiwe. Shetani wa mtu ni mtu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani wa mtu ni mtu mwenyewe. Kama hujafikia kupambanua ukaelewa ya kwamba wewe umeletwa duniani kwa makusudi maalum, maisha yako yanakuwa magumu. Kinyume cha rahisi nini? Magumu. Lakini ukijua, maisha yanakuwa mepesi, kwa sababu Mungu anaishi ndani yako, na akiishi ndani yako anakulinda ili usitende dhambi. Maana yake ndani yako kuna neema ya Mungu ndani yako ambayo inakusukuma kuishi matendo mema na wala sio kutenda mabaya. Alafu Mungu mwenyewe kwa neema yake anakufunika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani uishi kusudi la Bwana ili maisha yawe rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, kujua kusudi la kuwepo kwako ni kwamba utaweka mkazo kwenye mambo muhimu na ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huna muda wa kupoteza. Yaani lazima uweke mkazo kwenye mambo ya maana na ya muhimu sana katika maisha yako. Watu wengine wana muda wa kupoteza, wewe hutakuwa na muda wa kupoteza, kwa sababu unajua ya kwamba haupo kwa bahati mbaya. Kuna kitu Mungu amekuletea duniani, na aliyekuleta duniani ana mpango maalum. Utatafuta mpaka ujue ni nini Mungu alichoniletea duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tamani uishi maisha hayo. Watu wengi wanapoteza muda katika mambo yasiyofaa. Watu wanapoteza muda katika mambo yasiyoeleweka. Watu wanapoteza muda katika vitu vinavyopita. Lakini mtu ambaye analiishi kusudi la Mungu, ana ratiba inayoeleweka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna muda tungepita tukaona mambo ya namna wakina Mesha kina Shedraki walivyokuwa na ratiba ya maombi. Hana muda wa kupoteza. Hawa wanapanga mipango juu yake, hawa wanapanga mikakati juu yake, yeye yuko kwenye ratiba ya maombi. Ikifika saa 6 yuko anaomba. Ikifika asubuhi alfajiri anapiga sala. Ikifika jioni yuko kwenye maombi. Anatafuta ili Mungu amuongoze katika njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai sura ya 3 na mstari ule wa 1 mpaka wa 4. Anasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo,
Yatafakarini yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo chini, kwa maana anasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na nani? Na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika nini? Utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeliishi kusudi la Mungu hana muda wa kupoteza, anafanya mambo ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafanya yapi? Yapi yanakupotezea muda sasa hivi? Vingi sana. Vijana wangu hao wenye smartphone ndio balaa. Yaani ukiangalia, sikiliza nikwambie, vijana wengi wamefia hapa. Humu ndani kuna uchafu usioeleweka. Humu ndani kuna takataka ambazo hazieleweki. Utamkuta ukiona amekaa peke yake na hataki, labda yuko chumbani, usifikiri yuko anasoma Biblia. Atakuwa yuko anaangalia mapicha ya ajabu sana, mapicha machafu yaliyomo. Kwa sababu gani? Shetani aligundua. Sikiliza nikwambie, Mungu akitupa nafasi, tutapata nafasi ya kuwasimulia namna ambazo maarifa yameongezeka, na simu hizi zimegunduliwa na ziligunduliwa kuzimu. Hizi simu ziligunduliwa kuzimu, na wewe unajivunia hii, unashinda nayo mpaka mwingine mpaka macho yanaanza kutokuona, yuko kwenye nini? Shida. Lakini ni mtu ambaye hajui kwa nini yupo, hajui anaishije kusudi la Mungu. Mtu mwenye kuliishi kusudi la Mungu hana muda wa kupoteza, anafanya mambo ya maana, anapanga vitu vinavyoeleweka. Haishi tu mradi anaishi, haamki tu mradi anaamka, halali tu mradi analala. Anajua na muda wa kuomba akilala, kwa sababu amepewa neema na muda wa kuishi duniani ni mfupi. Lazima apange mikakati yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5. Leo tuna ibada, tunamaliza haraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema kujua kusudi huhamasisha maisha. Yaani maisha yako yanahamasika katika kuishi kwa malengo halisi yaliyokusudiwa. Yaani unaishi malengo yaliyokusudiwa. Huishi tu mradi unaishi. Mungu alikukusudia maisha mazuri, anakuwazia mema. Tunasoma mara nyingi maneno yale katika kitabu cha Yeremia, sura ile ya 29, anasema Mungu anatuwazia mema. Mstari ule wa 11 na kuendelea, anasema Mungu anatuwazia mema. Kwa hiyo unapoishi, maisha yako yanahamasika kutafuta na kuishi katika malengo yaliyokusudiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Waangalia watu, naona watu wa aina mbalimbali, yani kila mtu ana hobi yake. Hata siku moja mtoto wangu akaandikia rafiki yake mmoja, akamwambia, bwana, mimi hobi yangu ni kucheza mpira. Yule bwana akamcrash kuliko unavyofikiri. Kwa sababu gani? Wewe unaujua mpira ulikotokea. Mpira na watu wanashabikia. Na mimi mshabiki kidogo, sio sana, ila sipotezi muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaangalia, unajiuliza, yaani kuna watu mpaka anafika kujinyonga kwa ajili ya mpira. Una akili timamu? Yaani unaona huyu hana malengo, huyu mtu hana maisha anachojua akilini mwake ndicho anachojua, na hawezi kusaidiwa wala kushauriwa. Sasa akamwandikia, afu yule bwana akamcrash, akasema, cha kwanza tunataka hapa kichwani uwe smart. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapoteza muda katika mambo gani? Sema kujua kusudi la maisha yako kunahamasisha. Unajua, ukijua unaenda mbinguni, lazima ukazane kutafuta ile njia ya kwenda wapi?
ukijua kwamba mimi ni sio wa duniani, lazima uhangaike kutafuta mambo ya mbinguni. Usisumbuke na mambo yanayopita, kwa sababu Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 6, kujua kusudi la kuwepo kwako hukuandaa kuwa na uzima wa milele. Oh, haleluya, haleluya. Anasema Mungu, Yesu alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tena. Maanake ukijua kusudi la Mungu, unafanya maandalizi ya kuishi kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kesho yako, umilele ule ulioandaliwa, nasema katika Yohana sura ya 6 mstari wa 47, anasema amini amini nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa nini? Wa milele. Unakuwa na hakika ya kwamba mimi nina uzima wa milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Si jambo la kufurahisha hiyo, si jambo la kutia moyo hiyo. Ukiimba unajua mimi ninaenda mbinguni. Na mimi huwa nawaambia watu wengi, nasema jamani, bora uninyime vyote lakini niachie mbingu yangu. Mimi najiendea mbinguni, sitaki kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema ukijua kusudi la kuishi kwako, unakuwa kwenye process, kwenye maandalizi ya kuishi maisha ya uzima wa nini? Manake tayari unao uzima. Si Yesu yuko ndani yako? Anasema amini amini nawaambia, aniaminie anao uzima wa nini? Wa milele. Mtu anaishi na mashaka. Ukiona mtu ana mashaka, hajajua kusudi lake. Kusudi la Mungu alilokuweka duniani ni ili urithi uzima wa milele pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataiangamiza. Anasema yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Maana yake ni kwamba lazima ujitoe. Jitoe kwa Bwana, jitoe kutumika, jitoe kwa Mungu katika mambo yote yale yanayoendelea katika mazingira. Jitoe kwa Mungu kiasi ambacho wewe unafanyika kuwa sadaka hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Warumi 12 mstari wa 1 na ule wa 2. Unakuwa una hakika ya uzima wa milele. Watu wanaohangaika, sikiliza nikwambia, aliye na hakika ya uzima wa milele haogopi chochote, hadanganyiki. Anayo hakika ya kwamba mimi nilicho nacho ni kikubwa kuliko vya dunia hii. Hasumbuki na vinavyopita, kwa sababu yeye amevushwa kutoka mauti, ameingizwa katika uzima. Jina la Bwana alisifiwe. Hiyo ndio kazi. Yesu alikuja akazaliwa duniani ili atuhamishe kutoka kwenye nguvu za giza na kutuingiza kwenye ufalme wake. Maana yake sisi tunaliishi tumaini, hatuna hofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 12 mstari wa 25. Asa yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha. Manake waliojikana. Unajua Paulo anatufundisha katika kitabu kile cha Wafilipi. Anasemaje? Anasema mambo yote yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kama maji. Wala hatumii lugha ya kupamba. Si sawa? Anasema ninahesabu kama maji. Ningekuwa mimi ningesema ninahesabu kama kinyesi, angalau nifunike. Paulo hajafunika, anasema yale yaliyokuwa. Kwa kuna haja ya mtu, kama umejua kusudi la Bwana Mungu amekuita ujitoe. Kama ni sadaka toa, kama ni kazi ya Mungu fanya, kama ni chochote kwa ajili ya Kristo jitume na kufanya, kwa sababu Mungu amekuandalia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani katika Christmas hii maisha yako
yawe ni ya kuliishi kusudi la Bwana. Mathayo 19:29. Mathayo 19:29 nasema, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na urithi wa uzima wa nini? Wa milele. Maana yake angalia anachosema mtu pale juzi niliwaambia, apendaye baba au mama au mwana au nani kuliko mimi hanistahili. Sasa hapa anamalizia ile sentensi ambayo hatukuisoma siku ile. Anamalizia akisema mtu yule atakayeacha vyote akanifuata, anasema atapokea mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuna hasara, kwa Mungu kuna bonus, na hiyo bonus ni uzima wa milele. Na kule mbinguni tutakuwa na furaha, na kule mbinguni hakutakuwa na machozi, na kule mbinguni hakutakuwa na majuto. Kule mbinguni kutakuwa na amani tele. Marko 8:36 anasema, kwa kuwa itamfaidia nini mtu? Itamfaidia mtu nini? Kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake. Jaribu kupima. Hivi vitu vinavyopita vinakusumbua. Wewe umeumbwa kwa ajili yake na kwa kusudi lake, na kwa sababu hiyo unapaswa upambanue. Mungu anatutamani. Mungu anataka aone tunavuka. Anasema tamani ujijengee sifa mbinguni na sio duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwani anasema kama ni kutoa, toa kwa uaminifu, kwa moyo wa ukunjufu na moyo wa kupenda. Unajua Biblia naipenda, imeelekeza namna ya kumtolea Bwana. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu mpaka tumeweka na sadaka za mtaa na sadaka za nini, ugumu wa mioyo. Kwa sababu kama tungekuwa ndani yetu yuko Mungu aliye hai, kila mtu asingefundishwa anza na shilingi 2,000. Anza, unaambiwa anza na 2,000, wewe mwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sikiliza nikwambie, kuna Wakristo wamepumbazwa katika hilo. Wamebaki hapo hapo. Akiambiwa 2,000 anatoa 2,000. Ushamba huo. Unajitengenezea mwenyewe maisha. Na shida iko hapo. Wewe ukitaka kujijengea sifa, jijengee sifa wapi? Anasema jiwekeeni hazina wapi? Amesema duniani, ambapo nondo na kutu wafanyeje? Hawali. Sikiliza, kila unachofanya kinawekwa rekodi mbinguni. Sasa wewe fanya kwa unyonge, fanya kwa uvivu, fanya kwa kusukuma. Kama sio moyo wa kupenda, sadaka yako haina maana. Amen. Sadaka yako haina maana, maana sadaka inayotoka rohoni ndio sadaka inayompendeza nani? Anasema kila mtu na afaa atende kama alivyokusudia wapi? Moyoni mwake. Wewe unafundishwa kama mtoto. Sasa umekuwa mtoto. Haya bwana, na mimi huwa nawahurumia jamani watumishi wa Mungu. Inabidi sasa muweke ratiba, mtafanyaje sasa? Maana mioyo mizito. Unafanya, inabidi uweke na sheria, kujipangia. Kwa sababu gani? Watu wenyewe hawajagundua wao ni wakina nani na wanaheshima kiasi gani. Jaribu ujiwekee sifa mbinguni na sio duniani. Usijali watu wanasema nini, jali kile Mungu anasema juu yako. Nini Mungu anasema na wewe, hicho ndio cha maana, kwa sababu vingine vyote vinapita, lakini vya mbinguni havipiti. Jina la Bwana libarikiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ningetamani kuona Christmas hii watu wanatoka na moyo wa furaha, watu wanatoka na moyo wa shangwe. Mtu anatoka kwa amejipima mwenyewe, hata kama vimepungua, wewe chukua tu na kingine, mradi usimalize vilivyoko nyumbani. Mungu hajasema lete vyote, amesema mletee kile kinachotoka kwenye moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo naomba ujitahidi sana kuhakikisha unampendeza Mungu na wala sio wanadamu. Fanya kila unachofanya umpendeze Mungu wako. Mungu akifurahi, mbingu zinafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa Dar es Salaam, alafu nikawasiliana na kijana mmoja. Yule kijana nilipokutana naye kwa mara ya kwanza alikuwa ameoa. Alipooa tu, yani siku 3 baada ya kuoa, ukafuata mfululizo wa matukio kiasi ambacho hajawahi kuona. Alikuwa na kabiashara kake ni mtu wa IT, mtu wa nini? Mnasemaje? Sio stationary IT, au wanaotengeneza makompyuta na vitu gani na nini, printing na vitu gani. Yaani alikuwa na vitu vile vitu. Baada ya kuoa siku ya 3 vyote vikaungua. Siku alipoingia ofisini kwenda kujaribu kuna nini, vyote vikaungua, na humo ndani kulikuwa na vitu vingine amekopa. Wewe sikiliza nikwambie, kuishi kusudi la Bwana, hata yangekuja mavitimbwi kiasi gani, Mungu atatoa njia ya kutokea. Mungu atafungua mlango wa kutokea. Yule kijana nilipokutana naye mara ya kwanza, akanitafuta akanikosa, akasema maneno haya, akasema, Bwana Yesu, mimi naomba huyu mtumishi arudi kwa ajili yangu. Unajua, nikaenda Dar es Salaam tena sio muda mrefu, ilikuwa kama mwaka jana. Nikaenda Dar. Nilipofika Dar nikamwambia baba askofu, niko Dar es Salaam, namshukuru Mungu nimefika. Asema nitakupigia simu nikupangie mahali pa kwenda kufanya huduma. Sikiliza nikwambie, hiyo siku askofu alikuwa anasafiri kwenda Amerika, akasahau kunipangia huduma. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, ukiishi kusudi la Bwana, muujiza wako umekaribia. Uwe na hakika Mungu hatakuacha hivi hivi, atakupa kitu kile ambacho unakihitaji, kwa sababu anajua mahangaiko yako, anajua tabu zako, hajawahi kukuacha. Yule kijana akasema, namuomba huyu mtumishi arudi. Sasa nikaangalia askofu ameshaondoka. Nikapigia mchungaji mmoja ninayemuonea usiku, nikaambia, bwana, mimi kesho nakuja kusali kwako. Akasema, baba askofu, karibu sana, tuna shughuli hizi, nilikuwa na mhubiri kutoka mahali fulani, lakini anasema yani ukija lazima wewe utahubiri. Nikasema, mimi nakuja kusali tu. Akasema, njoo. Nikaenda. Sasa nimefika, cha ajabu, nikahubiri, na mle ndani nikafanya huduma ya kuombea wagonjwa. Nilipoombea wagonjwa mle ndani, baadaye yule kijana alikuwa anahangaika. Kumbe mtoto wake alikuwa amepelekwa na mama yake, yuko huko, akakimbia kwenda akachukua kale katoto ka kiume kanaitwa Kajovani, akakaleta. Halafu nikaomba. Baadaye akanifuata kwenye vestry, akasema huyu mtoto haji. Halafu mguu umekataa kutembea. Nikasema kuanzia leo amepona. Nikaambia huyu mtoto ni mzima katika jina la Yesu. Nikaambia atakula na kula. Nikamshika, nilikuwa nakunywa chai, nikampa chakula akala. Nikaambia huu ni ufunguo, na kuanzia sasa atakula mpaka mshangae. Yule mtoto akaanza, akanipigia simu, akasema, baba askofu ameanza kutembea. Akasema anakula mpaka tunashangaa. Halafu misukosuko ile yote iliyowapita ya kupoteza kila kitu,
mpaka akaanza kukataliwa na mchungaji wake. Unajua na yeye ni mwinjilisti, lakini mchungaji wake akaanza kumkataa. Alipomkataa mchungaji wake, yule kijana akaendelea. Juzi nimeenda na niambia, baba askofu, sina la kukuambia, ninamshukuru Mungu, mimi sasa nimeajiriwa na nimekuwa manager msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana akakumbuka akasema, sasa hivi nimekuwa meneja msaidizi kwenye kampuni. Sasa wewe fikiria kama ni mchungaji ulimpiga vita. Sasa ni meneja kwenye kampuni yake. Hiyo biashara wewe inayopata watumishi wakati mwingine wanapigana vita wao kwa wao. Alafu wanafikiri wanafanikiwa. Sikiliza, unamuongezea hatua. Aliyebeba kusudi la Bwana huwa harudishi nyuma. Yule kijana sasa anasema, baba askofu, sasa hivi naishi maisha mazuri. Anasema nilikuwa naishi kwenye nyumba ya ajabu ya kupanga. Anasema sasa hivi tuko vizuri na mke wangu. Na unajua lile lipepo lililowaingia likaharibu kila kitu, liliwafarakanisha mpaka siku ile walikuwa hawana maelewano na mke wake. Juzi wamekuja, kale kamama ni kapole, huwezi kuamini. Wanajua neema ya Bwana kwa sababu wanaishi kusudi la Bwana. Ukiishi kusudi la Bwana, Mungu hakusahau, ataendelea kukubeba katika jina la Yesu aliye hai. Simama tuombe, itoshe kwa leo. Nikuombe Mungu ujue ya kwamba ukiishi kusudi la Bwana kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana amekuja juzi, kaniletea na mtoto wa 3. Sasa hivi wawili wana mtoto wa 2. Na kale katoto nako kaniambia, haka nako hakali. Nilikashika tu wala sikuomba. Kesho yake ananiambia, yani sasa hivi kamekula hatujawahi kuona. Sikiliza nikwambie, Mungu anajua mahangaiko yako na kusudi aliloliweka ndani yako. Limecheleweshwa tu na hiyo misukosuko. Alafu na wewe ukajisahau, ukaacha kurudi kwenye kusudi la nani? La Bwana. Mungu yupo atakaye kusaidia. Nyanyua mkono wako niombe. Sema, Mungu Baba, mimi ni mtoto wako. Nina mapito ninayopita, lakini wewe ni Baba, na mimi nimetambua ya kwamba natamani niliishi kusudi lako. Nipe neema Bwana ya kuliishi kusudi lako. Mwaka 2026 uwe mwaka tofauti. Huo ndio wa kwangu, huo ndio ulionipa, huo ndio wa mapito ya yote yanaisha. Ninaomba Bwana ukutane nami. Chochote kilichozuiwa kinaachia kwa damu ya Yesu. Chochote kilichozuiwa kinaachia kwa damu ya Yesu. Mapito niliyopitia yametosha. Leo ni siku ya ukombozi katika jina la Yesu. Hiyo roho imeachia, hayo mapito yameachia. Yesu atapita kwenye maisha yako, atatengeneza moyo wako, maana umekuwa kiumbe kipya sasa. Umefanyika mtoto wa Mungu. Mungu atakupa heshima unayostahili. Atakuinua kutoka kwenye mavumbi na kukuweka mahali palipo juu. Hata kuacha chini, maana wewe hujawahi kuwa chini. Wewe sio wa chini, wewe ni wa juu. Na Mungu ataachilia baraka, na Mungu ataachilia neema. Sikiliza, yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu anayesikia, yuko Mungu anayekutetea, yuko Mungu anayesimama. Anasimama na wenye haki, anasimama na wanaomtafuta, anasimama na wenye bidii, anasimama na wale wenye njaa na kiu ya kweli. Akutane na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, maana umefanya. Asante Yesu, maana limetimia, na agano lako litaendelea, na hawa ni watumishi wako. Ninawabarikia Bwana katika jina la Yesu. Amen.